So kukuja shule nilikuwa na expect nitapitia kwa relative yangu then morning niende shule. So kufika Nairobi kutoka Kisii, unajua mpaka Nairobi ni mbali. Yeah. Kufika Nairobi nilifika kitu 8 ya usiku. Usiku. Yeah. So kufika hiyo 8, huyo relative akasima simu hiyo. Akakuzimia simu. Akanizimia simu. Sikumpata tena. So nilikuwa na mizigo, nilikuwa nimempea mahindi, ndizi, avocado. Si unaona sasa Kisii. Yeah. So kufika Nairobi nimechoka. Sasa amenizimia simu, nikaona tu hiyo mzigo hata sikufikiria ati niende kuuza. Nilitupa hapo tu kwa streets. Nikabeba tu bagi yangu ya shule, nikaingia kwa club, nikanunua kasoda, nikatulia hapo hadi asubuhi. Mambo dada. Poa. Naomba tubuzanishe sehemu zetu za siri. Utawezana kweli? Ndiyo dada, muenda jimu dada. Na una uhakika? Ndiyo. Haya basi. Twende. Madam sasa. Nimesimamisha wima, unaweza nipea nikaongelee? Nataka kupea. Nataka kukurana. Uko na kondo? Kondo mziko kwa wingi. Sitende kwani ni kesho. Hello guys, mambo vipi? Kila mmoja ambaye anatazama video hii ya leo. Guys, is yet another video dropping hii katika kipindi maalum cha makala ya story yangu. And of course, kumbuka hiki ama haya ni makala ambayo huwa yananuia kukupatia stories za watu tofauti tofauti. Na leo tuko na amazing content ndani ya makala ya story yangu. Lakini kabla hiyo, ningetaka tukukumbusha kwamba wewe ambaye hujasubscribe, hujachelewa, you can do this right now kwa sababu ipo chini hapo. Haichukui bundle yoyote. You just subscribe there and then hapo mbele kuna notification bell. You just ring it. Today guys, tuko na amazing content. Tukizungumzia amazing content, tuko na content creator ndani ya makala haya. Lakini nataka yeye mwenyewe ajitambulishe kwa sababu tuko naye hapa. Katen, nataka tuweze kujitambulisha. Kwa majina yako halisi ni nani? Watu wananijua huko nje kama Katen KE. Hiyo tu iko sawa. Labda kuna wale ambao wanataka kujua jina lako ama Katen ndio jina lako halisi? Hiyo nilipandikwa tu. So jina lako halisi ni lipi? Elvis. Elvis. Yeah. Elvis peke yake. Elvis iko sawa. Elvis iko sawa. Sawa sawa. Jina Katen. Jina Katen lilitokea wapi? Jina Katen. So nikiwa high school by the way mimi nakuanga bright kiasi. Si danda sana, si unaona? So nikiwa high school nilikuwa napita hizo subjects zingine zote except chemistry. So chemistry kila exam ikikuza niko na 10, kila exam 10, 11, 10. So wanafunzi wakaanza kuniita tu Katen hadi ikashika hivyo. So ina maana kwamba yani jina Katen lilitokea kwa marks zako za chemistry. Za chemistry. So walimu walikuwa wanachukulia vipi jambo hilo la kuitwa Katen? Walikuwa wanatambua kwamba ni marks zako? Kila mtu alikuwa anajua shule mzima. Kwamba ni jina Katen. Na mpaka sasa unalitumia. Mimi niko sawa na. Hata hiyo ndio watu wananijua na. Watu wengi pale mtandaoni wanakujua kama Katen comedian. Ulianza lini safari ya kuwa ya comedian? So mimi nikiingia campus. So nikiingia campus kuna hizi drama, niliingia drama. So wananiambia mimi niwaandikie script na watungia content, wananiambia Masisi umeiva kila kitu. Kwa act nikiingia huko kwa act wananiambia umeiva kila kitu. Si ujaribu hii stuff. Hapa sasa nikiwa Pwea. Yeah. So wakaniambia si ujaribu hii kitu. Nikasema zi. So nikatoka Pwea 2018 nikaingia MKU. Kuingia MKU bado nikaingia drama. Yeah. So bado huko drama kazi ni hiyo wananiambia si ujaribu hii stuff. Nikasema sasa wameniforce niingie, si niingie tu. Kwa labda ni passion Sasa mimi vile niliingia hiyo sasa ilikuwa 2019. Vile niliingia hivyo mimi naona tu mambo inakuwa sawa. Wase tu wanataka kazi zangu tu daily. So hapo ulipoingia drama ulikuwa unachapa skits za comedy ama sanaa ya comedy ilikujia wapi? So sanaa ya comedy ilikujia mostly tukifanya hiyo drama mimi nilikuwa napewa hizo character funny. Yeah. So hapo mimi ndio nilikuwa napiga. So wakaniambia kijana, si uko funny sana, si ujaribu kupiga content yako. Yeah. So mimi nikasema acha tu nijaribu vile wamesema, acha nijaribu, maybe hiyo ndio njia yangu. Yeah. Na mimi naipenda tu vile iko. Na mwanzoni ukianza labda uliface any challenges ama ilikuwa vipi? Hii challenge ni mob maze. Kama zipi labda? Si rahisi. So hii industry by the way si rahisi. Na ukiingia kwa hii industry unajua watu wengi
wanaingia na mindset ya pesa ati waomoke, sio wakuwe celebs, sio Nataka nini. kufanya video moja like Ati waomoke, sio unaona? Sasa ukiingia kwa hii industry, weka kwanza bidii, pesa itakuja baadaye, sio unaona? Bidii na passion. Lakini sasa mimi unajua ukipiga video, sio unaona? Huko YouTube maybe tuseme kuna subscribers mmoja, wawili. Unajaribu kupembeleza watu huko nje. Wengine wanakuambia hau kijana ana force. Ana force hiyo si yake. Hiyo masi unasikia wacha ama. Lakini kuna kitu iko ndani yako tu unapenda hii kitu. Masi huwezi acha. Kitu yenye unapenda huwezi acha. Si unaona? So mimi nakaa sana tu, hata akisema aje mimi nakaa sana nasema mimi najifurahisha. Na Nairobi ulijipata vipi? Nairobi. So ilikuwa nilifanya KCSE 2016. Nikakuja Nairobi 2017 shule. Nilikuwa nakuja Presbyterian University. So katika hizo harakati za kuja Nairobi, nikiwa fresha, nilibook nyumba huko nikiwa home, kila kitu nikabook. So kukuja shule, nilikuwa na expect relative wangu nitapitia kwa relative yangu, then morning niende shule. So kufika Nairobi kutoka Kisii, unajua mpaka Nairobi ni mbali. Kufika Nairobi nilifika kitu 8 ya usiku, usiku. So kufika hiyo 8, huyo relative akasima simu hiyo. Akakuzimia simu. Akanizimia simu. Sikumpata tena. So nilikuwa na mizigo, nilikuwa nimempea mahindi, ndizi, avocado. Si unaona sasa Kisii. Umetoka mashambani, sasa kwa hiyo lazima umbebee vitu. Nilikuwa nimembebea. So kufika Nairobi nimechoka. Sasa amenizimia simu, nikaona tu hiyo mzigo hata sikufikiria ati nienda kuuza. Nilitupa hapo tu kwa streets. Nikabeba tu bagi yangu ya shule. Nikaingia kwa club, nikanunua kasoda, nikatulia hapo hadi asubuhi. Na sasa mahali ambapo ulikuwa umeenda, ulikuwa unajua mtu yote? Ama ulikuwa unajua tu relative peke yake? Huyo relative tu ndiye nilikuwa najua hapa Nairobi. So mimi nikaingia club, nikatulia hadi morning. Nikaamka hiyo morning, hata sikuwa na fare, nilikuwa najua nitafika Nairobi. Hata nisaidia fare ya kufika Kikuyu. So hiyo morning mimi kuamka nimehangaika. Hata siwezi pika simu nyumbani juu mamangu anakuanga mgonjwa, si unaona? Sasa siwezi msumbua. So nikapika teka hadi Kikuyu, kutoka Nairobi hadi Kikuyu, unaona vile iko mbali. So ulitumia nini ama ulienda na nini huko? Kutoka Nairobi mpaka Kikuyu ulienda na mguu tu. Nilikanyaga nikiwa na bag yangu nikiwa fresha. Ukatembea kutoka Nairobi mpaka Kikuyu? Hiyo njia yote hivyo na kamguu hadi nikafika Kikuyu. So kufika Kikuyu nikaingia hiyo nyumba yenye nilikuwa nimebook. Sasa nikatulia hapo. Tunapoangalia video zako, kwa wale ambao wametazama video zako, wameona kwamba shati hii umekuwa ukitumia sana katika comedy zako. Ilikuwa kwa vipi mpaka ukaamua ni shati hii? So hii shati si yangu. So nilipewa na best yangu. Akaniambia sukuma nayo kazi. Akaniambia tu sukuma na hiyo shati, usitupe, sukuma nayo tu kazi. Na mimi nikasema sasa nimepewa free. Sini tu nisukume nayo. Ilikuwa kuaje mpaka akakupatia? Ilikuwa ni kwamba ameona kazi yako au ilikuwa vipi? Ama ni ile tu rafiki tu anakupatia tu shati? Ni best yangu tu, tulisoma na yeye lakini yako majuu. So kurudi akaniambia aje chukua hii shati. Nikasema acha tu nichukue hii shati tu. Ukaangalia ukaona kwamba wacha tu itumie kwa comedy. Wacha tu niitumie kwa comedy. Comedy zako zimekuwa na respond gani kwa mafans wako? So sasa kama TikTok, mostly TikTok. Najaribu kupitia comments wazee na wanafurahia sana wazee. Watu wanapenda kazi yangu. YouTube ndio itashika sana. YouTube ndio ina peak na IG. Tukiangalia video zako pale YouTube, mwanzoni tuliona safari kwamba ilikuwa poa. Hadi kwa nini ulikuja kwa sababu kuna video ambao uliweza kuifanya na baadaye ikakuja ukakaa 7 months kabla ya kurelease video nyingine. Lakini kazi tena haijakuwa poa. Ilikuwa kwa vipi? Ulipoteza fans au ilikuwa vipi? Unaona? Unajua hii stuff inataka ukue consistent, unaona? So kuna time nilifika kamera yangu ikaharibika. Nikasema tu acha kwanza nikae kidogo. So nikapotea. Si unaona? Unajua ukipotea hata fani sasa wanachoka, wanashinda huyu jamaa alienda wapi. Ni kama amegive up. Ni kama ameshinda. So nikapotea sasa, sina kamera. Simu nayo yenye nilikuwa nashutianga nayo nikianzia ilikuwa sasa mbaya, sina simu. Nikasema acha nitulie kwanza.
So sasa kurudi tena upik, unajua inakuanga ngumu. Ni kazi. So sasa ndio nimepik mambo naona inakuwa fit. Ulipokuwa unafanya kazi yako ya comedy ama ulipokuwa unaanzia hii sanaa ya comedy, kuna wazazi wako ama marafiki waliweza kukusupport zaidi ya kukupea shati? Kuna wengine ambao walikuweza kukusupport katika safari hiyo? Ni wengi. Huko nje ni wengi. Mostly mamangu. Mamangu ananisupport kila kitu. Sasa tuseme nimeitwa shoot mahali. Ndiye ananitumianga fare, namwambia nimeitwa shoot mahali. Ananiuliza unaenda na how much? Ananitumia. Acha niuliza kitu yote. Nikimwambia kitu fulani mambo na shoot, analipia tu, ananga issue. Ananiambia fanya kitu bora tu nafurahia isikuwe mbaya. Ni comedy gani pale ushaichapa ukahisi kwamba hii ndio comedy ambayo imeweza zaidi na zaidi ili kufurahisha zaidi na zaidi? Kuna comedy ya TZ. Vile majamaa wa TZ wanakatia mademo wa TZ. Na majamaa wa Kenya wanakatia mademo wa Kenya. So hiyo video inanibamba sana. Hata huko TikTok imefika 1 million. Mambo dada. Poa. Naomba tubuzanishe sehemu zetu za siri. Utawezana kweli? Ndiyo dada, muenda jimu dada. Na una uhakika? Ndiyo. Haya basi. Twende. Mata sasa. Nimesimamisha wima, unaweza nipea nikaongelee? Nataka kupea. Nataka kukurana. Uko na kondom? Kondom msiko kwa wingi. Si twende, kwani ni kesho? So hiyo video iko hivi, ni kuna best yangu anaitwa Tifaya. Na dem fulani hapo sasa, hao ndio nilifanya nikaa wa TZ. Sana mimi nikakuja na dem fulani. Sasa sisi ndio wa Kenya. So mimi nikapiga na senti yangu ya Kikisii. Tutakapokuwa tunarudi tutaweza kuwapatia story zaidi na zaidi kuhusiana na Katen Comedian. Babe, msaidie handbag. Kuna nini bwana? Babe, ni kama nimesahau ARVs. ARVs? ARVs niko nazo. Ati? Niko na ARVs hapa mingi, siwai tena. Kwani ati uko na ugonjwa? Ndio, hii kitu yetu sote. Wewe nisaidie nazo basi. Hii tunakufa pamoja tuna. Haya, nisaidie. Guys, we are back after that short break. Kumbuka hizo video ambazo zilikuwa zinacheza hapo ndizo zake Katen Comedian. Na tutaendelea tu kidogo, lakini tungetaka pia kujua kando na comedy ni nini kingine ambacho Katen hujihusisha nacho? So kitu ya kwanza mimi ni influencer by the way. Uko Twitter kama uko na business yako hapo nje, ni DM. Ni DM uko Twitter ni Katen KE, nikufanyie biz. Nikuadvertise stuff zako. Mambo itakuwa fit, tutaongea. Mtu akataka kukupata labda atakupata vipi? TikTok Katen KE, YouTube Katen KE, Twitter Katen KE, Instagram Katen KE, hadi Facebook ni Katen KE. Wewe unaunda memes kwa sababu kuna mahali nimewahi patana na memes zako sana kali sana. Hiyo nikiwa free by the way. Nikiwa free tu najifurahisha kutoa stress. Unajua hii Kenya kama uwezi soma hizo memes mazee, stress inaweza kupiga hadi kufe, sio? Wewe unahisi vipi kupatana na memes zako kwa marafiki wengine ambao unaona kwamba watu ambao uko na wajua, unajihisi vipi? Mazee mimi nafurahia. Hadi tu video twangu mazee nasikianga tuko mahali hivi. Kama kuna siku nimekuwa huko Thika. Huko town tu nikiwa kwa Raina hapo kwa nini. So mimi naona mademo hapo kando wanacheka. Kumbe ni video yangu tu, nasikia sauti yangu tu. Hata sikusema kama ni mimi. Sasa hapa nimevaa mask, nilicheka tu. Nikasema maseni sawa, ni Mungu. Hawakukutambua labda. Hawakunitambua hadi. Mimi nikiwa huko nje na kwa video ni vitu mbili different sana. Huwezi nitambua by the way. Kwa sababu labda huko na shati yako ama. Hii kunipata nayo inakuanga ngumu. So tuzungumzie swala hili. Hapa nchini kuna makomedian wengi ama upcoming artist wengi ambao wanakazana. Unahisi ni nini ambacho hawajafanya? So kuna mambo mingi by the way. Sasa unaona sasa kama mtu mwenye amemake it. Kwenda achukue mtu mwenye ana struggle huko China, yeye amleta hapa juu inakuanga ngumu. Na nini wakinazuia yeye kumwendea?
Unajua hii ni kawaida. Unajua mtu ukipata pesa hata ligi yako inapanda. Si unajua hivyo na hiyo ni ndio. Ligi yako inapanda saa kujishusha na wale watu wenye wako chini na kuanga ngumu. Ni nini ambayo mafans wako wanafaa ku expect from you? Should they expect una drop video ingine ama nini ambayo wanafaa ku expect? Okay, sasa vile nilirudi video sasa ni daily. Kila siku saa 2 kila siku saa 2 naekanga content mpya. Ya asubuhi. Saa 2 za jioni. Naeka video every day. Na ni nini ambacho unahisi mafans wako wakijui kuhusu wewe? Kunihusu? So mimi ni mwanafunzi by the way. Mimi nasoma MKU saa hii. Nilitokanga Puga hiyo yenye niliwaambia Puga, nilitokanga Puga nikarudi MKU. Unafanya course gani MKU? Course tutazungumzia baadaye. Unajua kuna mtu ambaye angetaka labda kukufanyia kitu fulani hivi kuhusiana na course yako. Unafanya course gani? Tuweke tu wazi. Course tutaongea baadaye tu. Course imekuwa ni ngumu, lakini hivyo hivyo amekwambia kwa mambo ako MKU. Right? Kumbuka nataka tu tukimalizia uwapatie tu social media handles zako, ni wapi watakupata kila mahali tu tukiphrase. Na labda kama kuna mtu ambaye ana kazi ambayo angetaka kukupatia ama angetaka kuadvertisewa pale, utanini vipi? So mi Instagram ni Katen.ke, Facebook Katen.ke, TikTok Katen.ke, Twitter Katen.ke. So kila mahali ni Katen.ke. Haya, kama kawaida tukimalizia show ya makala ya story yangu, napenda sana kuburudisha. Ningetaka tu nimuulize Katen swali, ataweza kuwa anatujibu. Katen, unakuanga na towel? Niko na towel. Towel uko nayo? So, wakati mwingi unapofua towel, ndio inakuwa safi. Sio? Mbona nifue towel yenye inatanguza mwili yenyewe? Nataka tuende pole pole. Mara ya kwanza ulipo nini towel unaifua, si ndio? Number 1, si ndio? So unapoifua unaenda bafuni kuitumia. So baadaye hiyo towel wewe inatoa wapi uchafu? Si ni kwa mwili. Sasa mwili nimeosha. Sasa mwili ulikuwa umeosha kumaanisha kwamba ulikuwa msafi. So uchafu umetoka wapi? Si sasa binadamu sweat by the way. Unajua ukijipanguza yale maji, nataka tuelewane, ukijipanguza yale maji unakuanga msafi, right? Haukuangi umesweat kwa sababu ni ile wakati tu umetoka kubafu umejipanguza nini. So uchafu unatoka wapi kwa hiyo towel? Hebu msikizaji atuambie kwa comment section. Sawa, kumbuka Katen pia ameweza kushindwa. Lakini vile vile nataka pia wewe uweze kutujibu hapo hivyo katika comment section. Kumbuka haya yamekuwa ni makala ya story yangu. Pia comment tuambie ni msanii yupi ambaye ungetaka kumuona next katika video ya makala ya story yangu. Natambulikana kama Joseph Mwangi. Hadi wakati mwingine tupatane kwa video next.